Kujenga utajiri ni mchakato ambao unahitaji mambo mbalimbali ikiwemo kufanya kazi inayooana na uwezo wako wa kipekee uliopewa na Mungu. Sasa Mungu atupaye nguvu ya kupata utajiri. Kila mmoja ndani yetu amewekea uwezo wake wa kipekee. Kuna jambo akifanya analifanya kwa urahisi na kwa tofauti. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kazi yoyote inayooana na uwezo wako wa kipekee, hiyo ni nguvu ya kupata utajiri ambayo Mungu ameweka ndani yako. Hapa duniani kuna malango matatu ya kutengeneza utajiri. Yamethibitishwa na wasomi mbalimbali kwamba haya ndiyo malango makuu matatu ya mwanadamu kuweza kutengeneza utajiri. Lango la kwanza linaitwa entrepreneur portal au lango la ajira. Bwana asifiwe sana. Lango la pili linaitwa entrepreneur portal, lango la biashara na wajasiriamali. Lakini lango la tatu linaitwa investment portal au lango la wagunduzi na wawekezaji. Mungu akiachilia ajira, ameruhusu baraka ya kwake kwenye maisha yako, ili hiyo baraka ikupe uzoefu. Jambo la pili, ikupe fedha, na jambo la tatu, ikuandae kwenda kwenye kazi inayoana na uwezo wako wa kipekee. Amen. Kuna tofauti mkubwa sana kati ya kazi na ajira. Iko tofauti kubwa sana kati ya kazi na ajira. Na hapa kuna watu wanachanganyikiwa. Kuna watu wengi wameajiriwa lakini hawafanyi kazi. Ajira ni matokeo ya matumizi ya ujuzi uliofundishwa na taasisi fulani ili kutumikia kusudi la taasisi husika katika idara tofauti tofauti. Tunaenda shule, tunaangaliwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili tuitumikie Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye idara tofauti tofauti. Pili, ajira ni zawadi na ruhusa ambayo Mungu ameruhusu ili wewe mwanadamu upate fedha, upate ujuzi na uzoefu ili kukuandaa kwenda kwenye kazi inayoana na uwezo wako wa kipekee. Kazi inatokana na neno la Kigiriki linaloitwa ego, kwa Kiingereza inaitwa work. Neno hili linamaanisha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza linamaanisha kujenga uwezo na kutumia uwezo wako wa kipekee uliopewa na Mungu ili kutimiza kusudi la wakati la kuumbwa kwako. Mungu anaweza kama kuandaa wewe mfanya biashara, lakini shule ikakuandaa kuwa mwanasheria. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kazi ya sheria itakuandaa ukusanye uzoefu, ukusanye fedha zitakazokurudisha kwenye ufanyabiashara wako. Kitu ambacho Mungu amekiandaa ukifanya na kutimiza kusudi la wakati na kuumbwa kwako. Amen. Kwa hiyo kwa nyingine tunasema ability to become. Who are you? Wewe ni nani? Ukilala ukiamka unajiona wewe ni nani? Haleluya. Amen. Kwa hiyo kazi inakurudisha kujiuliza who are you? Wewe ni nani? Ajira inakurudisha kuuza uwezo, kuuza muda, kulitumikia kusudi la taasisi nyingine. Na si vibaya, lakini imethibitishwa watu wanaokuwa matajiri kwa haraka sio watu walioajiriwa. Bwana asifiwe sana. Na hii sasa isikufanye ukimbie ajira kwa sababu pengine hata kujiajiri huwezi. Kuna watu ambao wanahitaji wasimamiwe ili waweze kurudi kwenye eneo la uwezo wao. That's why tunakuwa na mentorship class. Tunawatafuta watu wenye uwezo na ujuzi wa kusimamia. Tunajiweka chini yao. Tunaanza kufundishwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kazi ni kubecome, kuwa uliyekusudiwa kuwa, unajiona wewe ni nani. Ndio ajira inaweza kushika muda wake. Ndio maana kuna 1 year contract. Mkataba wa mwaka mmoja. Unauza uwezo wako, muda wako na ujuzi wako kwa muda wa mwaka mmoja. Wanakulipa kulingana na unachokifanya. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini pia kazi inaweza ku-expire, ndio maana watu wanastaafu. Ndio ajira za ukaingia expire. Umemaliza nguvu, imeanza jioni yako. Baada ya saa mzee kaka mbele. Lakini kazi haiwezi kushika muda wake. Kwa sababu uko ndani yako, uko ndani. Bwana asifiwe sana. Amen. Kazi iko ndani ya mtu, ajira iko kwenye akili ya mtu. Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Kwa hiyo ajira inaweza kuwa ya muda mrefu au muda mfupi, lakini kazi ni lifetime purpose.
Kazi ni kusudi la maisha lililowekwa ndani ya mtu. Mwanzo 31:18 tutakutana na Yakobo. 31:18 tutakutana na Yakobo. Maandiko yanasema kwamba ndipo Yakobo akaondoka akapandisha wanawe na wakweze juu ya ngamia na mali yake yote aliyokuwa nayo na wanyama. Yakobo alikuwa na fullness ya mbuzi, kondoo, ngamia, wanyama wake wote akawa nao. Halafu akatoka kwa Labani kwa mwajiri wake, akarudi kwenye koloni yake kulitumikia kusudi. Listen carefully my friend. Ajira yoyote ulionayo leo iwe sehemu ya kupita kukuandaa kurudi kwenye wito wako. Lakini pia Mwanzo 41:39 na 40 neno la Mungu linasema kwamba neno la Mungu linatuambia kwamba Farao akamwambia Yusufu ya kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote. Hapana mtu mwenye hekima kama wewe, basi wewe utakuwa juu ya nyumba. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu na utakuwa juu ya nyumba yangu. Na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Listen carefully. Na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Watu wangu watatawaliwa katika kiti cha enzi. Na mimi peke yangu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Kwa hiyo Yusufu ameingia kwenye ajira ambayo amepewa ruhusa na Mungu kutawala watu waliokuwa katika ile nchi. Isipokuwa tu kiti cha nani? Cha mfalme.